Inatoka wapi? Yeremia 1:5. Biblia takatifu inaeleza, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kabla hatujaumbwa katika tumbo la mama, nani alitujua? Mungu alitujua. Anachosema mtumishi wa Bwana anasemaje? Yani kila aliyoko hapa, kila anayesikiliza na kutazama, hatukuzaliwa kwa bahati mbaya. Haleluya! Tulikuwa katika akili za Mungu kabla hatujaingia kwenye tumbo la mama. Wakati mwingine wazazi wetu hawakutupanga kuzaliwa. Hawakupanga. Wamestukia tu. Wazazi wengine ni wakweli, wanaeleza watoto wao, unajua hatakuwa na mpango wa kukuzaa kipindi kile, maana hali yetu ilikuwa sio nzuri. Wakati huo hali yangu nilikuwa naumwa. Wakati huo nilikuwa sina kazi ya kumudu malezi ya mtoto. Hatukukupanga, lakini bado ulikuja. Nataka niwaambia kwamba kabla wazazi hawajapanga ama wamepanga, ulikuwa katika akili ya Mungu kwanza. Haleluya! Kwa hiyo usikitike kama umezaliwa Afrika. Mungu alikuwa nawe katika akili yake. Alipanga uzaliwe bara Afrika. Alipanga uzaliwe hapo ulipozaliwa. Na hao wazazi ulionao, hakuna mtoto yeyote mbele za Bwana atakuwa haramu. Haleluya! Alishajua. Inawezekana ni makosa ya wale wazazi, inawezekana ni namna iliyotokea ubakaji, inawezekana ni namna iliyofanyika, lakini nataka nijue ya kwamba wewe na mimi hatujaja kwa bahati mbaya. Nilikuwa akilini mwake kabla. Sisi ni nani? Sisi ni watoto wa Mungu. Sisi tumeumbwa na Mungu. Kwa mikono yake alitufinyanga, akatufinyanga katika tumbo la mama zetu, na alikuwa nasi kabla hatujaumbika tumbo la mama. Jioni hii ya pekee, nyumbani ni shauku yetu kuu. Kwa nini ametufinyanga? Na kuna nini mbele yetu? Maisha ya kwenda kama tunavyodhani. Mabadiliko yalifanyika, dunia ikazidi kuharibika. Na kwa sababu hiyo, dunia inapozidi kuharibika, hofu na mashaka ya makazi ya wanadamu inazidi kuharibika. Lakini bado Mungu ameweka alama inayotusaidia ya kwamba hajatuacha, yuko pamoja na sisi.